wacha tujue jina yako kwanza. Kwa majina naitwa Timothy Munyoki, mtaalam kutoka Amiran. Sahi Clement tunaweza mpatia wapi? Kutoka 1 to 10, unaweza sema ako wapi? Huyu mkulima amejaribu sana. Naweza mpatia 7.5. 7.5. Kwa hivyo iko mahali iko Gatithio. Ndio. Hapo ndio nataka tuanze tujue ni wapi ameteleza kidogo, ili yule mkulima mwingine ambaye anatazama tuweze kujua, na pia Clement, next time tukija tukue 10 over 10. Si ndio? Wacha niseme, kinyume na mbegu zingine maridadi ikabiliwi na mambo mengi ama changamoto mingi za magonjwa, lakini vizuri ikishamea mkulima aanze kuitunza. Jambo la kwanza ni kutunza dhidi ya magonjwa ambayo yako kwa mchanga. Magonjwa haya yanafanya mmea ukiwa mchanga unajikokota na unaendelea hivyo unakauka. Huu ugonjwa sana sana tunaita damping off kwa lugha ya Kiingereza. Jambo lingine ambalo linakabilia mmea ukiwa mchanga wa melon ni shida nyingine ambayo ni kuna wadudu katika mchanga. Kuna wadudu kama viwavi ambavyo vinakata mmea ukiwa mdogo, na ukishakata maneno hiyo mmea inaishia hapo. Kwa hivyo vizuri mkulima atumie mbinu ama dawa ambazo zitaweza kumsaidia. Dawa ya kuzuia maradhi inaitwa Godazim. Godazim ni dawa ya kuzuia na pia kutibu magonjwa ambayo yako katika mchanga. Kwa hivyo ukinyunyizia, ikiwa imemea tayari, utaweza kupata kuona ya kwamba utakuwa umedhibiti ule ugonjwa na mmea wako utaweza kuendelea kukua. Jambo lingine ni kwamba wadudu ambao wanaharibu, wanakula ile mizizi, wanakata, lazima tukaweze kuidhibiti. Na hivyo sasa lazima tutumie dawa ambayo inaitwa Buffalo. Buffalo ni dawa ambayo ni mbili zimechanganywa. Dawa hii inakaa kwa mchanga kwa muda wa wiki 2. Ikikaa hivyo inamaanisha ya kwamba katika wiki hizi 2 hakuna jambo lolote ama mdudu yoyote ambao ataweza kutambaa ama kudhuru mmea ule. Tutakuza namna gani? Ni lazima tuipatie lishe. Tunasisitiza wakulima watumie Agromaster. Na hii ikiwa lishe bora ambayo iko na madini yote, utaweza kuona kwamba mkulima hatarudi tena kuweka mbolea ama kuweka rotuba, kwa sababu ile tayari imetoshea kulea ule mmea hadi ifike wakati wa kutoa maua na pia wa kuzaa. Yale fertilizer zingine ambazo wanatumia, unapata kwa muda wa wiki 3 inakuwa imeoshwa na maji, ama kukiwa na joto kama huku mwingi unapata yote imeenda. Kwa hivyo ndiposa hiyo shida isikue, lazima tutumie Agromaster ambayo madini yake haswa ya nitrojeni imewezwa kuwekewa ile coat ya kwamba haiwezi enda kwa sababu ya mvua ama kwa sababu ya jua kali. Ndiposa turahisishe kazi ya mkulima, ni lazima tuchanganye, ama ni vizuri mkulima achanganye Godazim, ichanganywe na Buffalo na Polyfeed. Baada ya siku 7 ni vizuri mkulima aje na dawa nyingine ambayo inaitwa Trianum. Trianum nayo ni dawa ya kibiolojia ambayo inasaidia mizizi kuwa pana na inasaidia mizizi isiguzwe na magonjwa ambayo yako katika mchanga. Ukinyunyizia Trianum unapata kuona mizizi inakuwa kubwa, inakuwa pana, na hivyo basi inajiokotea yale madini ambayo yako katika mchanga. Jambo lingine ni kwamba Trianum inaweza kudhibiti ama kuzuia ile mizizi isipatikane na magonjwa ambayo yako katika mchanga. Wakati wa vegetation ni vizuri mkulima angalie, kuna wadudu tofauti ambao wanaathiri watermelon. Mdudu wa kwanza anaitwa aphids. Aphids ni wale wadudu ambao wanakaa kijani cheusi ambao yanapatikana ukitazama katika majani sehemu ya chini. Aphids kazi yake ni kufyonza yale maji, na unapata kuona ya kwamba yale majani yanaweza kujikunja. Akishajikunja unapata ile mmea haitapata ile lishe bora. Ndiposa tukaweze kudhibiti aphids, ni vizuri tutumie dawa yetu ambayo inaitwa Aster Extreme. Aster Extreme ni dawa ambayo tunasema ni systemic. Ukipiga upande mmoja inapenya ndani ya mmea pande zote. Kwa hivyo hiyo inamaanisha ya kwamba hata iwe hiyo aphid imejizuia ama imejificha mahali fulani, itaweza kuathiriwa, itaweza kufa. Jambo lingine ni kwamba tuko nao wadudu wengine ambao tunawaita thrips ama chawa wa maua. Chawa wa maua ni wadudu ambao ni wadogo sana kuonekana, ambayo yanapatikana wakati mmea inaanza kutoa yale maua. Na ni vizuri mkulima asiwe kila wakati anafanya kazi ngumu ya kutafuta madawa mingi. Aster Extreme ambayo tumesema inamaliza aphids ndio dawa bora ambayo pia itaweza kumaliza zile chawa ama thrips. Mites ziko na haswa zinapatikana wakati matunda yametoka ama wakati mkulima anaendelea kuharvest yale matunda. Na ndiposa kukabiliana na mites ni vizuri mkulima atumie ile dawa ambayo iko na nguvu maradufu, na dawa yetu inaitwa Konzano.
Konzano ni dawa ambayo inatumika kwa kiwango cha chini sana na inakuletea matokeo mazuri. Unatumia milimita 5 na unapata matokeo mazuri. Melon fly ambayo inakuja inadunga ile tunda. Kidunga ile tunda unapata kuona kwamba inapoteza ule umbo. Tulikuwa tunasema iwe oval na oblong, lakini ikishaguzwa ama ikishadungwa na watermelon flies inaanza kujikokota. Na ikijikokota, mnunuzi anapokuja anatazama anasema hii hawezi akaikubali. Kwa hivyo inakuwa reject. Kwa hivyo ni vizuri tutumie dawa ambayo inaitwa Buffalo diposa kudhibiti au melon flies. Na wakulima wengi watauliza, mimi nimepiga mwenzangu hajapiga, itakuwa vipi? Mimi nataka niwahakikishie wakulima kwamba ukishapiga inakuwa ndani ya hii mmea kwa muda zaidi ya siku 20. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba hakuna mdudu ambaye atakaribia hata kama atakuwa anatoka kwa jirani. Shida nyingine ama wadudu wengine ambao wanapata tikiti maji ama watermelon ni caterpillars ama viwavi. Ili kukabiliana na viwavi ni vizuri, tunashauri mkulima atumie dawa ambayo inaitwa Rapid. Rapid itaweza kumaliza ile shida na viwavi itakuwa vimeondoka. Magonjwa yapo. Kwanza kabisa kuna ugonjwa ambao unaitwa anthracnose. Ni ugonjwa ambao ndio mara mingi utaweza kupata katika mashamba haya ya watermelon. Anthracnose ni ugonjwa ambao unaleta madoadoa meusi katika jani. Ndiposa kupigana na huo ugonjwa ni vizuri mkulima aje mapema na dawa ambayo inaitwa Metacol. Hii ni dawa ambayo akishaingia mapema ni dawa inazuia na pia inaponya. Kwa hivyo akizingatia dawa utapata kuona kwa shamba lake litakuwa safi. Kuna ugonjwa mwingine ambao tunaita powdery mildew ambao kwa wakulima wanaita kemuu. Huu ni ugonjwa ambao unakaa weupe katika majani. Na ndiposa kupigana nao lazima ama tunashauri wakulima watumie dawa mpya yetu inaitwa Bigo. Dawa ya Bigo itaweza kufanya kazi na hivi kwamba akishanyunyizia baada ya wiki moja ataweza kuona jinsi ambavyo imeweza kuponya yale majani. Nikiangalia kuna wakati unakuta kwamba melon ikishalala chini unakuta ni kama imeoza upande wa chini. Hebu tueleze hiyo tunaweza ajipigana nayo. Hiyo inaitwa blossom end rot, na kumalizana na hiyo shida mkulima atumie folia yetu inaitwa Groco MGB. Groco MGB akipiga kwa 50 ml ile shida itaweza kumuondokea. Na hivi kwamba kama mkulima alikuwa ametumia ile Agromaster, kumbuka hata Agromaster yetu iko na calcium. Hiyo inaletwa kwa sababu ya upungufu wa calcium katika mchanga ama ukosefu wa mvua ama maji kwa mmea. Jambo lingine ningependa kusisitiza ni kwamba wakati watermelon inaendelea kukua ni vizuri wakulima wao wakitumia polyfeed. Hii ni mbolea ya kunyunyizia katika matawi. Na hii inaharakisha mmea unaendelea kuwa na afya njema na utapata kuona kwamba mavuno yake inakuwa sawa. Katika ukuzi ama ukuaji wa watermelon ni vizuri wazingatia yale maadili ambayo tumezungumzia. Wazingatia kwamba wamepeana ama wamepatia ile mmea fertilizer ambayo inafaa, ambayo ni Agromaster. Lazima wahakikisha kwamba wameweza kudhibiti magonjwa, wadhibiti wadudu na wafuate yale maagizo ambayo wataalamu wa Amiran wanawapea. Kwa hivyo Amiran tuko na wataalamu Kenya yote, lazima ama ni vizuri wawashauri jinsi ya kukuza watermelon. Kuwasiliana nanyi tutaweza kuwapataje? Unaweza kutupigia simu bila malipo yoyote ukitumia nambari hii 0800720720 ama 0800 720 720. Jambo. Dadi, ulikuja kipande hii? Niko huku. Kuja baba sasa. Na ninaona ni kazi. We. Ningependa kuambia hii mbegu ya Maridadi F1 ni mbegu mzuri kabisa, sababu nimeipanda na mara ya kwanza kutoa matunda inatoa exactly matunda 2 siku moja, ama wiki ya kwanza inatoa matunda 2 na hizo zinakuwa zikiwa pamoja. Yes. Na hizo zinakuja kuchunwa kama grade 1 siku moja. Wow. Na kuna zingine tunapanda inatoa moja na inakaa wiki 2 inakuja kutoa 2. Lakini hii Maridadi F1 ni mzuri sana sababu inatoa 2 mara ya kwanza. Ni kweli. Na ukilea hizo zikikuwa breed mzuri, hiyo inakutosheleza pesa. Sijui ukipeleka pale Marikiti nani anaenda kuchukua? Anaitwa nani? Kuna Nyaga. Kuna Wachira. Kuna Nashiro. Kuna Madhenge. Wengi sana. Wote wasalimike, waambie pia wasalimike wakiwa nyumbani. Na wamesalimiwa na ndugu yake
Ngui Medho. Ati wewe utamele wega? Ngui? Huyo ni ndugu yake Ngui Medho. Yeah. Ndio ameproduce hii matunda saa hii. Yes. Na wasalimike kabisa. Thank you Mudo Clement. Na muendelee na kazi safi mnafanya. Wacha nikupatie zawadi kwa kazi mzuri ambayo mnafanya. Shukrani sana, hiyo ni zawadi kutoka kwangu. Asanteni sana, nashukuru Na wewe pia upate melon uende ukakulie huko kwenu. Asante, shukrani. Brother. Asante sana. Haya. Ndio hii hiyo hata ukimaliza wiki moja bado iko hai tu. Bado. Haya, unaongeza nyingine? Kaigutana guku ni muingi. Asante sana na mnashukuru. Unasikia inaenda kuuziwa kina Nyaga, Mathenge. Wote. Mathenge ni watu wako. Ucio mwite Clement na ni wakirikia kuna wira wake ni muthaka otore turaria uhoro wigie mbegu ino ya kindu gigwitwo Maridadi F1. Na Maridadi F1 warikia kurora rorio ihurite uguo ni mugunda wake urutite. Ino ni mbegu utangiringithania na mbegu iria ingi ciothe wanaigua cia melon. Ona riria wonire ngicama kindu gigwitwo melon, ngwirire mucamo wayo ni wikuranire kuringana na melon iria ingi. Hatirĩ kũndũ gũngĩ ũngĩmĩona otigania na mũciĩ wa Amiran Kenya. Na nĩkĩo tũnyitanĩire nao tũgĩkwĩra kĩmera gĩkĩ angĩkorwo nĩ ũrahanda teng'era hau Agrovet ũmere atĩrĩrĩ ndĩrenda Maridadi F1 ĩyo nĩyo ĩgũkũnengera nyamũ ĩno wona nginya kwambatia nĩ hinya nĩ ũritũ ũrĩa wĩho, koguo na kiro ũkĩenda kũgũithia nĩ Maridadi F1. Ndigũtinda haha China Karara nĩ wamenya kĩrĩa ũgũthiĩ gwĩtia harĩa Agrovet njata Kĩmiti wa Gĩtaũ. Tabarĩra nĩ ĩrĩa wendete mũgambo wa mũrĩmi kuma gũkũ tũnyitanĩire hamwe na Amiran na Maridadi F1 twaririe rĩu gũkũ na nĩ kĩega oya wa watu wangu fika hapa tukaingine kwata haya kwata